Okay, sawa. Sasa bila shaka naona maandalizi yanaendelea ya kongamano na kumekuwa na minong'ono ya hapa na pale ya namna ambavyo ushiriki wa wanakafu vile ambavyo utakuwa kwenye kongamano, na mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nasikia minong'ono, nikaona labda huenda kweli kunaweza kusiwe na matokeo chanya, lakini nimehudhuria vikao hiki leo, nimehudhuria kikao cha tatu. Naona impact ni kubwa sana kwenye vikao, wajumbe ni wengi sana, watu ni wengi na hamasa ni kubwa sana. Wewe binafsi unaweza kuongeaje kuhusiana na kongamano la tarehe 18 la hapa ofisi kuu Buguruni? Kwanza awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo, akaniumba mimi pamoja nanyi na Watanzania kwa ujumla. Na pia niwatakie Watanzania afya, Mwenyezi Mungu afya njema, tuwe na upendo, umoja na mshikamano. Tunakwenda kwenye kipindi kigumu sana, kipindi cha uchaguzi wa nchi yetu, kipindi ambacho kitakwenda kutupatia viongozi ambao wanaweza kuendesha jukumu la kuendesha nchi ndani ya miaka 5 ijayo. Kuhusiana na kongamano, mheshimiwa, kwanza naikuambia kafu wage wana kazi chafu, wanadanganya. Yaani kafu huwa hawana kazi chafu kabisa hata kidogo. Nataka nikuhakikishie kongamano hili litakuwa ni kongamano la historia katika historia ya makongamano ambayo yameanzishwa na vyama vya siasa hapa nchini. Kongamano tunaliandaa katika ustandadi mkubwa kabisa, na mimi ni moja ya wale watu ambao wanahudhuria kwenye kamati za kongamano hilo. Lakini nimetembea wilaya zote za Dar es Salaam hapa kuhakikisha kwamba tunahamasisha kongamano. Mwitikio ni mzuri sana, na nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba mwenye kazi amerudi kazini. Nataka kuambia Watanzania kwamba kile chama chao, chama cha wananchi kafu, chama kinachotetea wanyonge, chama chenye dira na mifumo ya kuwakomboa Watanzania, kimeona sasa kuna haja ya chenyewe kionyeshe kwamba kipo na kinakusudia kwenda kuwakomboa Watanzania katika misingi ile iliyojiwekea. Unajua sasa hivi Watanzania wana wakati mgumu sana. Wakati mgumu unatokana na vyama viwili vya siasa ambavyo wenyewe vilijipachika doto na kurwa. Vimetuharibia nchi. Ni ukweli kabisa usiopingika kwamba CCM na Chadema wametuharibia nchi. Na wanakotupeleka sasa hivi inaashiria kabisa wanakwenda kutuchafuria hii nchi, wanakwenda kutupotezea amani ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia. Sasa sisi kama wakongwe wa siasa, sisi tunasema ndio walimu professional wa siasa, chama cha wananchi kafu, tunarejea kwanza, tunawalazimisha kuwarejesha kwenye njia, kwamba Watanzania hawajawahi kuwa waparaganyiki wa sio kitu kimoja. Hapana, Watanzania ni wamoja, Watanzania ni watu wa amani ambao amani ameyaandalia Mwenyezi Mungu, isipokuwa wao kwa sababu hawawezi siasa, hawajui namna vya kuendesha siasa hii nchi. Sisi walimu wa siasa tunarejea kwenye njia, tunaanza na kongamano hilo, tutawarejesha kwenye njia ya siasa. Ni kweli na wakati Chadema wanaendelea na kampeni zao za no reform no election, nyinyi naona mnajikita na mambo ambayo yanahusu kuhamasisha jamii iwe na awareness kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Hii kwenu nyinyi inatoa taswira kwamba hamuungi mkono kabisa kile ambacho Chadema wanakipambania. Lakini leo nadhani leo kama sio leo, hawa ya G55 nadhani ndio wamefanya press na wametoa msimamo wao kwamba wanajitoa rasmi Chadema. Una kitu gani cha kuambia G55, lakini maoni yako pia kwa ujumla wake kuhusiana na Watanzania na G55 kwa ujumla wake kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba? Kwanza mheshimiwa, ndugu yangu mwandishi wa habari, naamini kabisa wewe ni mwandishi wa habari nguli kabisa, na maswali yako yanaonyesha ni jinsi gani ulivyo na weledi katika kazi yako. Kwa kifupi, sisi kafu sio watu ambao tutaunga mkono hiyo no reform no election. Sisi hatujawahi kumsusia shamba nguruwe. Sisi tunatafuta namna gani ya kukabiliana na nguruwe. Na katika historia yetu huwa tuna ufundi mkubwa wa kukabiliana na nguruwe ambaye anashambulia shamba letu. Na hii sisemi kwa kubahatisha, ina kuzungumzia kwa vision na mission. Kafu ndio chama cha kwanza nchi hii kilichotengeneza serikali ya umoja. Kama tungekuwa tunasusia nguruwe shamba, maana yake hii serikali ya umoja isingepatikana.
Lakini kafu pia tulishajua madhara ya kususia nguruwe shamba. Kuna kipindi sisi hapa kulitakiwa uchaguzi wa marudio pale Zanzibar, tukiwa tayari CCM tumeshawanyoosha, wakafuta uchaguzi, wakataka turudi katika uchaguzi wa marudio. Tuliposema hatuingii, CCM wao wakaosha na sisi tukapata hasara kubwa. Ukisema wakaosha una yani maana yao wakafanya uchaguzi, sio wamefanya uchaguzi, wamejiweka. Wakafanya maandalizi yao, wakajia mamlaka na wakaendesha nchi, wakaendesha Zanzibar. Okay. Huto kushiriki kwetu. Kwa tukarudi katika ule msimamo wetu tunaosema kwamba kumsusia shamba nguruwe ni sawa sawa na kujikomoa wewe mwenyewe, yani kujimwagia wewe mwenyewe maji ya moto. Sawa na Watanzania wana Dar es Salaam na watu ambao wako karibu na Dar, unaweza ukawaambia nini kuhusiana na kongamano la tarehe 18? Kwanza nawaambia asena mwana aelekee jiwe. Okay. Tarehe 18 kafu yani ile kafu ya kuwakomboa wananchi ndio inakwenda tena kuzinduliwa katika makari yake yale ya ngangari kinoma, jino kwa jino. Tunarudi na hiyo. Lakini sasa hivi tunamwambia kitu kimoja. Kama Simba pale wanasema kuna kitu kinaitwa ubaya ubwela pale Simba. Kafu sasa hivi tunakuja na slogan yetu nyingine mpya kuanzia tarehe 18 hapo kwenye kongamano. Itatangazwa hapo. Itatangazwa hapo, lakini sio mbaya tu nikawaibia. Kwamba sio mbaya tu nikawaibia kidogo, ili mradi na wao wakapata kujua kwamba kumbe tarehe 18 kafu kuna jambo kubwa. Yaani kwamba mtu atakayekosa kuja tarehe 18 kwenye kongamano ujue kakosa vitamu vingi. Kwa sababu tutakuwa na manguri wa siasa. Ndio. Tutakuwa na manguri wa watu wa hoja. Bwana Yaani ile siasa ya kafu ya ngangari kinoma inarejea tarehe 18. Lakini waje kuna slogan mpya. Simba wana ubaya ubwela na kafu wana slogan yao. Hivyo naye imetoka kwa wenye hili jiji. Kwa maana watoto wa Kizaramo. Au sio bana? Watapata slogan kubwa sana na sio na kifani. Kwa sasa sisi tunawaambia CCM kwanza wajiandae. Walimu wa siasa wanarejea kwenye mifumo yao na tunawarejesha tena kwenye njia wanapotaka kutupeleka sisi tunasema sio. Lakini niseme kwamba uliniuliza kuhusu swala ya G55. Hao mimi nawapongeza kwa kiasi kikubwa sana. Hao ndio wana siasa, sikudanganya. Okay. Mnaelewa vizuri. Na pale wanaposemaga kwamba kwenye kundi la chui na punda wamo. Sasa hawa ni wale wanyama waliotakasika. Unajua tunao wengi hapa Tanzania. Lakini mwenye thamani yupi, punda au chui? Sasa sisi hawa G55 ni watu ambao mimi binafsi au kama kafu tunaona ni watu wenye weledi mkubwa na siasa ndio zinahitaji hivyo. Mtu aliyekomaa kwenye siasa akimbii jukwaa la siasa. Ndio. Mtu aliyekomaa kwenye siasa hawezi kususia misingi ya mfumo wa siasa. Hawa CCM si ndio hao waliompeleka Lissu bungeni? Ndio. Sio hawa? Ndio hao. Si ndio hao waliompeleka Heche bungeni? Sio hawa? Ndio hao. Tume ni ipi? Sisi tutaanda nao, hawa hawajui siasa. Kinachowasumbua ni kujua siasa zinahitaji nini. Okay. Unafahamu? Ukisema no reform no election, yani hiyo ndo huo ndo mfumo thabiti wa kutatua matatizo ya siasa nchi. Sio kweli. Na CCM wenyewe tatizo ni moja nao pia. Walichokosea CCM wakawa wanadhani wao kuwafanyia kafu figures zisizokuwa na maana. Zingeweza kuwasaidia wao kufanya vizuri na hawa Chadema. Sio kweli. Matokeo ndo haya. Na kuna wakati lazima watu wakumbuke kwamba kafu inaongozwa na mtu mwenye uwezo mkubwa. Unapozungumzia Profesa Ibrahim Haruna Lipumba unazungumzia ni professional wa uchumi duniani. Yaani unapozungumzia katika ABC, hii ni A ya dunia. Okay. Kwa hiyo kafu hiki tunapozungumza jambo huwa hatubahatishi. Tunazungumza yani tunatoa katika mifumo ya mtu mwenye ubongo uliotimia kweli kweli, aliwashinda watu darasa la kwanza, kawashinda la 7, kawashinda form 4, kawashinda chuo kikuu na yani dunia kaishinda vile vile. Kwa hiyo sisi tuongozwe na watu wa kubahatisha na kama sijakosea sio Afrika tu, hata dunia kwa ujumla inamtambua. Chama na sio kumtambua tu, chama kinachoongozwa na mtu mwenye elimu kubwa duniani ni kafu. Okay. Kwa hiyo tunaharibikiwa wapi? Unajua msingi CCM walishindwa kujua watu wa kuweza kufanya nao siasa ni wewe. Sure. Huwezi kuwa kipofu alafu ukachukua kiziwi mkavuke barabara. Haiwezekani. Wewe macho huoni, mwenzio masikio hasikii, si mtagongwa tu wote. Shida ndio hiyo aliyokuwa nayo sasa hivi kwenye hii nchi. Ndio maana anafikia kipindi hata hii kuwekana ndani, sio Lissu kuwekwa ndani ni udanganyifu mkubwa tu. Unajua mwenyekiti wangu wa kamati alisema siku moja kwamba namnukuu mkongwe wangu wa kisiasa Mzee Chambuso anasema kwamba yani haiwezekani mtu kama Freeman Aikaeli Mbowe aliyetuhumiwa
na kesi ya ya kusema ugaidi, ya ugaidi anataka kulipua vituo vyote vya mafuta hapa jijini Dar es Salaam, tena hususan Kariakoo na movement ile ya Kariakoo, yaani kwenye roho ya uchumi. Kesi yake ifutwe tu from nowhere, ishie hewani. Yaani hata imeisha, haijulikani imeishaje. Tafsiri nyingine maana yake ni kwamba ilikuwa ni janja ya nyani. Ni janja ya nyani tu kula bichi. Hakuna jambo lolote pale ilikuwa hata hii ya Lissu ni janja ya nyani. Unajua kinachotafutwa hapa baina CCM na Chadema ni kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa. Ni serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini sasa wanashindwa kujua njia ya kutumia mpaka kufikia huko. Hawana weredi na ufanisi mzuri wa demokrasia ya hii nchi. CCM demokrasia imewashinda kwa sababu hata wao wenyewe unawaona wakienda kwenye kura za maoni wanaibiana, wanapigana, wanadhulumiana. Watu wameshashindana. Chadema ukiwatafuta hata kwenye mfumo wenyewe wa kisiasa, wewe waulize siasa inahitaji mifumo. Wao wana mfumo gani kutoka chini, matawi au kata? Wana mfumo gani? Utaona tu watu fulani, vikundi vya watu fulani wahuni wanatengeneza mazingira kwenda kupiga maisha pale bungeni. Kwa hiyo yani nchi hii ilikuwa inahitaji sana uwepo wa CUF. Wa Tanzania kwa ujumla, ndugu zangu, wana Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Kongamano hili la CUF ndio linalokuja kuleta dira na nusura ya nchi yetu. B55. Mimi nawakaribisha sana CUF. Ndio chama salama cha kufanya siasa. Hebu rudia hapo vizuri kwanza wakusikie. B55. G55. Yeah, G55. G55. Hebu karibuni sana CUF. Kwenye chama chenye weredi wa kisiasa. Chama chenye nia ya kweli kwa Watanzania. Chama chenye maono ya kuwakomboa Watanzania na kinachoweza kufanya siasa wakati wote. Sio chama kinachokwenda kupanga mipango watu fulani wasikike majina yao. Sio chama kinachopanga mipango eti aje mchungaji amsemee. Hapana. Hapana. Hatujawahi kuona siasa za ajabu katika nchi hii kama kipindi hichi ambacho chama kikuu cha upinzani bungeni ni Chadema na CCM ni chama tawala. Kuna siasa za ajabu sana. Ndio miaka ambayo tumeweza kuona wanasiasa wanaweza kupanda majukwaani wakaanza kuwalani eti wanaanza kuwalani viongozi wa dini wa imani. Alau unamsikia kiongozi mkubwa alikuwa anaomba mamlaka ya kuongoza nchi, anakwenda kusema wewe Muislamu, wewe Mzanzibari, wewe ni vitu vya ajabu kabisa. Tunaona vitu vya ajabu sana kwenye siasa za hivi vyama viwili. Tunaona siasa za ajabu. Unakuta mtu naye anatoka CCM anakwenda kusimama anasema wale watoto wadogo siasa hawajui. Yaani sio watu ambao wanakwenda kujenga hoja za kisiasa kama vile CUF wanavyosema kwamba Watanzania sisi hoja zetu ni kuona chama kitakachotawala nchi hii. Watoto wa Kitanzania wasome bure elimu. Kuanzia kwanza mpaka na sasa tunawaambia sisi kama CUF tunakuja na kitu kinachoitwa kipato cha msingi ni haki ya kila Mtanzania. Ni haki yako na ni haki yetu sisi. Hiki kipato cha msingi kinavunwa vipi, kinatumika vipi na Watanzania watakipataje? Tunajua CUF, hakuna mtu mwingine anayejua. Bwana, tunakushukuru sana kwa muda wako na tunaahidi pia kuwepo tarehe 18 na tutawasiliana, tutajadiliana tena kuhusiana na kongamano, kabla ya kongamano na baada ya kongamano. Karibuni sana, karibu sana mwandishi, na tunahitaji tuwe pamoja na waambie Watanzania kwamba ile nganga kinoma imerudi tena. Sawa, shukrani sana. Asante sana.